Karibu katika simulizi za kutisha. Kamwe, nasema kamwe, usiangalie kioo wakati wa usiku wa manane. Katika kijiji cha Lingo, kilichopo nyuma ya bonde la Kitonga, kulikuwa na sheria ambayo kila mwanakijiji aliijua. Wazee walisema, kioo si chombo cha urembo tu baada ya jua kuzama. Kioo ni mlango. Mlango unaunganisha ulimwengu wetu na ulimwengu wa vivuli vilivyokosa amani. Sheria ilikuwa nzito. Saa 6 ikigonga, funika kioo chako kwa kitambaa cheusi au usikithubutu kukiangalia. Haikuwa hadithi tu. Kila mtu alimkumbuka kijana mmoja mtanashati, mjukuu wa Mzee Jongo. Alikuwa anapenda kujitazama sana. Siku moja, alichelewa kurudi kutoka shamba, akaingia chumbani na kuanza kujitazama kioni usiku wa manane. Asubuhi iliyofuata, hakuwa yeye tena. Alikutwa amesimama mbele ya kioo hicho hicho, akijikwaruza uso wake kwa kucha, huku akicheka kwa sauti ambayo haikuwa yake. Macho yake yalikuwa meupe, yamepoteza mboni. Siku moja, alikuja binti mmoja mrembo anaitwa Zara, akitokea mjini kuja kusalimia. Zara alikuwa ni msichana wa kisasa, asiyeamini mambo ya kishirikina ya wazee wa kijijini. Alijiamini sana na uzuri wake. Usiku huo, joto la kijijini lilikuwa kali, na Zara alichukua ndoo ya maji na kwenda kuoga ili kujiandaa kwa ajili ya sherehe ya ngoma. Ilipotoka kuoga, alianza kujiandaana. Zara alikuwa akijiremba kwa ajili ya sherehe ya ngoma iliyokuwa ikipigwa upande wa pili wa kijiji. Saa ilikuwa inakaribia saa 7 usiku. Alisimama mbele ya kioo chake kikubwa alichokuwa amekiegemeza kwenye ukuta wa udongo. Alikumbuka onyo la bibi yake, lakini akacheka kwa dharau. Kioo ni kioo tu, alijisemea huku akipaka wanja pole pole kwa mwanga wa kibatari. Ghafla, mwanga wa kibatari ulianza kupepea na kutaka kuzima. Chumba kikajaa ubaridi wa ajabu, ubaridi unaopenya mpaka kwenye mifupa. Zara alihisi kama kuna mtu amesimama nyuma yake kwenye kile giza la chumbani. Alitazama kioni kuona nyuma yake, lakini hakuona mtu. Alipojaribu kugeuka, shingo yake iliganda. Alikuwa hawezi kutoa macho yake kwenye kioo. Ndipo alipoona kitu. Kwenye kioo, sura yake ilianza kubadilika. Sura ya Zahra iliyokuwa mrembo ilianza kusinyaa. Ngozi ikawa ya kijivu na kucha zake zikaanza kurefuka zenyewe. Lakini jambo la kutisha zaidi, yule Zahra aliyekuwa ndani ya kioo alianza kutabasamu, wakati Zahra wa nje alikuwa anatetemeka kwa hofu. Yule kiumbe kwenye kioo alinyosha mkono wake. Mkono mweusi, wenye kucha ndefu na baridi kama barafu, ulitoka nje ya kioo na kumshika Zahra kooni. Zahra alijaribu kupiga kelele, lakini sauti ilikuwa imekwama. Alihisi nguvu zake zikinyonywa. Kumbukumbu zake, jina lake na nafsi yake vilikuwa vinavutwa kuelekea ndani ya lile kioo. Muda mfupi baadaye, ukimya ulitawala kijiji kizima. Asubuhi iliyofuata, bibi yake alikuja kumwamsha. Alipoingia ndani, alimkuta Zahra amekaa kwenye kigoda. Alikuwa amevaa vizuri, akitabasamu. Lakini alikuwa anamtazama kila mtu kwa macho meupe yasiyo na mboni. Na kila alipopita karibu na kioo, sura yake halisi, sura iliyojaa maumivu na hofu, ilionekana kwa sekunde moja ndani ya kioo, ikijaribu kuomba msaada. Zahra hakuwa Zahra tena. Alikuwa ni ganda tupu, huku nafsi yake ikiwa imenaswa upande wa pili wa kioo milele. Je, wewe una ujasiri wa kujitazama kioni usiku wa manane ukiwa kijijini? Na je, kwenu kuna siri gani ya kutisha kuhusu vioo? Naitwa Emafik, msimulizi wako. Usisahau kusubscribe na kuacha komenti yako ili tuweze kukutana katika simulizi nyingine. Bye.